Umekuwa mjadala mkubwa sana kwenye social media za hapa Tanzania, lakini sio tu Tanzania, umekuwa mjadala mkubwa pia Afrika. Nimeona waandishi wengi pia wa Afrika wamejaribu kuandika kuhusu deal ya Mzize na Aziz Ki kwenda Morocco, wengine kwenda Libya, wengine kwenda Ulaya. Kila mtu amekuwa akipiki engo yake. Kitu cha kwanza ambacho ningetamani wanayanga na Watanzania kwa ujumla wakifahamu, mchezaji anaitwa Clement Mzize si mchezaji wa daraja la kawaida anavyozungumzwa Morocco na anavyozungumzwa hapa ni mbingu na ardhi. Ni mchezaji mwenye sifa kubwa sana nchini Morocco. Anazungumzwa na kila shabiki wa mpira pale Morocco. Mimi siku moja nilivaa jezi ya Yanga katika pita zangu kule Morocco, nikavaa jezi hii ya Yanga. Watu wa mpira wanapishana nao wanamtaja Clement, na wenyewe wanamuita Walid. Walid wanasema kwamba Walid atakuja Wydad kucheza. Wengine wanasema Walid atakuja Raja kucheza. Lakini kuna package imeongezeka watu hawajaigundua, inaitwa RS Berkane. Wenyewe nao pia wanamzungumza Walid Mzize kama ni mchezaji ambaye atacheza Berkane. Unapata picha gani hapo? Unapata picha kwamba Mzize ni mshambuliaji anayeumiza vichwa vilabu vikubwa vitatu vya Morocco: Wydad Casablanca, Raja Casablanca na RS Berkane. Wote wanaumizwa kichwa na Clement Mzize. Mchezaji Stefano Aziz Ki, yeye ni klabu mbili zimemzungumza: Wydad Casablanca na RS Berkane. Unajua raisi wa Federation ya Morocco, Fawzi anaitwa, ndiye mmiliki wa klabu ya Berkane. Ambaye ni mjumbe wa Excom ya CAF, lakini pia ni mjumbe wa Excom ile ya FIFA. Anaitwa Fawzi, ambaye ndio waziri wa fedha wa Morocco. Yeye alimwambia engineer, na wataka wote wawili hawa. Namtaka Aziz, namtaka na Walid Mzize. Kwa sababu ya pride, yani kwamba mimi nataka niwaonyeshe Wydad, niwaonyeshe Raja Casablanca kwamba Berkane watakachukua wote. Lakini tokea nampata mmoja katika hao wawili, basi huyo mmoja atakuwa Walid Mzize. Unaelewa si vizuri? Maana yake nimekumbushia hili jambo Watanzania wanavyomuona Walid Mzize sasa hivi wampe heshima yake. Ni mshambuliaji wa daraja la juu, mshambuliaji ambaye ana trend barani Afrika na ni serious, vilabu vya Morocco vinamhitaji. Sasa swali la kwanza ambalo watu wanataka kupata majibu yake, je, ni kweli offer zimekuja? Ndio swali la kwanza. Of course, okay, anazungumzwa na sisi tunaona yanaandikwa, ni kweli offer imekuja? Mimi sasa kama msemaji wa hii club, lazima situation kama hizi uje front utoe majibu kwa wanachama ili wasiwe na sintofahamu. Kitu cha kwanza kuthibitisha ni kweli tumepokea offer tofauti za Clement Mzize. Offer ya kwanza inatoka Wydad Casablanca. Kwa wao walikuwa wanamhitaji Walid sasa hivi. Yaani hivi tunavyozungumza hivi ilibidi Walid awe wapi? Morocco na Kitwanga. Casablanca. Wydad Casablanca. Timu ya pili ni Raja Casablanca. Wenyewe pia wameonyesha interest ya kumtaka Mzize. Lakini wao wanazungumza end of the season. Yaani June. Kwamba tutafanya hii biashara kwa sababu wanaamini Walid akienda Wydad, umeelewa? Atakuwa na madhara kwao. Kwa hiyo wanafanya booking mapema. Bwana sisi huyu tumchukue June. Klabu ya tatu ni Berkane. Na yenyewe pia imeleta offer kwa ajili ya June. Wenye mahitaji na Mzize sasa hivi ni Wydad Athletic peke yao. Kwa sababu gani? Kwa sababu wana FIFA Club World Cup June. Kwa wanataka mchezaji aingie mapema, acheze miezi 6 akawasaidie kwenye klabu bingwa ya vilabu ya dunia. Unaelewa vizuri shawangu? Unaelewa vizuri kabisa. Al Ittihad nimeona pia imeandikwa kutoka Libya. Imeandikwa pia. Sijui kutoka Ulaya, kuna timu sijui Belgiji, sijui kutoka wapi, zimeandikwa pia. Lakini wote hao target yao ni June. Mtaka Mzize sasa hivi ni Wydad Athletic. Wengine wote unaowasikia hao, wao wameweka request yao kwa ajili ya June. Msimu utakapoisha wamchukue Walid Mzize.
Sasa hapo napata majibu kwamba mwenye haraka ni Wydad. Kwa hiyo tumzungumze Wydad na uharaka wake na kipindi ambacho tuko nacho. Wydad Athletic tumewaeleza vizuri na rais wa klabu ameeleza very clear. Na mazungumzo yake yamemhusisha pia na mchezaji mwenyewe Walid Mzize. Namba moja, unajua hakuna klabu isiyofanya biashara ya wachezaji kwenye mpira. Lakini inaangalika na wakati, mazingira na value ya hiyo biashara. Hii Young Africans inaozungumzwa leo hii wachezaji wake wanatakiwa kwenda Wydad Casablanca, sio klabu ndogo. Kuna jitihada zimefanyika financially, kwa jitihada zimefanyika za kiufundi mpaka wachezaji wamekuwa bora. Ukimwona Stefano Aziz Ki aliongeza contract Young Africans, maana yake kuna project iliyohusisha mpira na hela ikamshawishi mchezaji kubaki. Ukimwona Mzize aliongeza mkataba wa kubaki Young African Sports Club, akajicommit kwa miaka mingine kubakia kwenye klabu yetu, maana yake nini? Kuna project iliyohusisha mpira na hela, ndio maana mchezaji akajicommit nataka kuendelea kubaki Yanga. Watu wanapiga kelele huko nje, maslahi ya mchezaji sijui na nini, fedha ambayo Yanga tulimpa Mzize nobody knows. Tulimpa kiasi gani kwenye mkataba wake mpya. Na yeye aliona ile fedha ni nyingi na mfano maana akasaini contract yetu. Kwa number 1, kabla sijaeleza vizuri jambo la Wydad hapa, kwanza kwa Mzize, kwamba Yanga imeweka watu waache viherehere na kutupangia sisi Yanga nini cha kufanya. Yanga ni taasisi na ni taasisi kubwa barani Afrika. Inajua exactly nini inataka kufanya. Kama ni biashara inajua ni wakati gani itafanya hiyo biashara. Hatufanyi biashara sisi ya kuuza mchezaji kwa mihemko. Tulipigwa pressure hapa na vichambuzi uchwala hapa kuhusu Mayele. Tukawaambia tulieni, tunajua ni wakati gani tutamuuza Fiston Kalala Mayele. Na wakati sahihi ulipokuja tukapiga hela, Fiston ameendelea na maisha yake. Na mpaka leo anashukuru kwamba nilisubiri wakati sahihi na nyinyi Yanga mliniongoza kweli kufikia wakati sahihi. Kwa watu wapunguze viherehere. Kwa lugha ya Kiswahili ambayo sio rasmi, watu waache shobo. Tamka neno zuri zuri watu waache shobo na mambo ya Yanga. Yanga inajua nini inataka na wachezaji wanajua nini inataka. Kwa hiyo Wydad tuliwaambia sisi tuna project ya kuchukua ubingwa msimu huu. Hatuwezi kupunguza mchezaji yoyote katika kikosi chetu msimu huu. Kama mna interest na Walid Mzize, we can discuss this business end of the season. Kama ambavyo wenzenu wamesubiri, na nyie mtasubiri mpaka hiyo June tuzungumze. Klabu zote zinazomtaka Walid Mzize, Yanga na hapa ieleke, sio kumuuza. Tutakuwa tayari kusikiliza offers zitakazokuja mwezi wa 6, yani mwisho wa msimu huu, zinazomhusisha Walid Mzize, zinazomhusisha Aziz Ki, mchezaji yoyote wa Yanga. Tutakuwa tayari kufungua room ya majadiliano utakapofika mwisho wa msimu. Kwa kama unamhitaji Mzize, unamhitaji Azizi, Pakome nini, subiri mwisho wa msimu njoo tuzungumze. Sio kuuza. Watu waelewe, kusikiliza. Kwa sababu hili sio gereza. Mchezaji haji hapa kuwa gerezani. Kama ofa ikija nzuri, ina maslahi kwa club, ina maslahi kwa mchezaji, ina maslahi mapana pia kwa karia na maendeleo ya mpira wa Tanzania, tutamruhusu mchezaji aende. Ndio maana tulimruhusu Fiston Mayele akiwa mshambuliaji bora barani Afrika, tukamruhusu aende. Klabu ilipata fedha na yeye akaenda kukua kwenye karia yake kwingine. Yanga itafungua milango ya kusikiliza hizo biashara, sio kuuza. Tuna uwezo wa kusikiliza na tukaachana na wewe vile vile, kwa sababu tunajua nini tunachokitaka na tunamzungumza na mchezaji. Unahitaji nini? Nataka kwenda. Nataka kwenda, uko tayari utaka kuondoka? Yes, tunaamini kama Mzize sisi tuna haki naye, yani tuna uwezo wa kutamba naye, kuvimba naye. Tofauti na unajua Azizi wanavimba ASEC kwa sababu wamemtengeneza. Sisi Mzize tumejitengeneza, tunavimba naye. Unasema kipindi kile tumemlisha maziwa. Yani tunavimba naye Clement Mzize. Tunajua ni wakati gani sahihi tutakwenda kufanya hiyo biashara, kama itakuwa ni biashara ambayo ina maslahi na klabu yetu. Kwa hiyo kuwatoa hofu mashabiki wa Young Africans, klabu yao itakuwa tayari kusikiliza ofa za wachezaji wetu wote mwisho wa msimu, sio sasa hivi.
Hapa tumeshawaambia Wydad Athletic watulize boli, sisi nao tutazungumza. Na ukumbuke June tayari interest imeshaonyeshwa Berkane, kuna interest imeonyeshwa pia ya Raja na club nyingine. Wanamhitaji Walid kwa ajili ya next season. Kwa hiyo tutakuja kuzungumza nao. Tukiona hiyo deal ina manufaa kwa club na kwa mchezaji, tutamruhusu. Lakini asitupangie mtu. Yaani asiibuke tu mtu kwa sababu anaweza akazungumza akajifanya anatoa ushauri kwamba Yanga uzeni. No. Yanga ina uongozi wake, ina taratibu zake na inajua nini itakuwa ifanye kwa wakati fulani. Hii Juni ni njoo mwezi wa 6 msimu umeisha, njoo namtaka Diara, mimi namtaka nani, tunazungumza. Tulikwambia Diara bana hatoki safari, maana tumefanya tathmini yetu, technical bench umetuambia muongezeni kibunda wa mtoto. Ghalib Said Mohamed anafungua pochi, anaongeza kibunda. Kwa Walid. Unaelewa vizuri shehe? Ndio maana tulimtoa Fiston Kalala Mayele akiwa striker namba 1 Afrika. Tukambakisha Djigui Diarra akiwa pamoja namba barani Afrika. Akabaki na akasaini contract mpya. Maana kuna kibunda tulikiweka cha maana. Unajua mpira sasa hivi Afrika Lwatan uko wazi sana. Usifikiri hawa Wydad, usifikiri japokuwa sheria haitaki. Lakini usifikiri Wydad eti hawana namna ambavyo watahakikisha Mzize anajua ofa aliyokuwa nayo. Wanajua nini cha kufanya. Either kupitia kwa waandishi, kama kuna waandishi wengine wako Tanzania hapa wanalipwa hizo hela. Bwana handikeni hii habari ili mchezaji, sababu sheria zinakataza kuzungumza na mchezaji kabla hajafika miezi 6 mkataba wake. Yaani kabla hajafikia miezi 6 ya mwisho ya mkataba wake uruhusi kuzungumza naye. Kwa hiyo sheria inakubana. Kwa hiyo club kubwa kama hizi Wydad zinaweza kupenyeza kwa mwandishi wa Tanzania hela, andika tunamtaka Mzize kwa ofa hii. Kwa mchezaji anakuwa aware kwamba kumbe kuna ofa hii ina hang tu hapa nikaichukue. Sisi ni club. Kwa tunajua mchezo yote, tunajua mchezo yote. Ndio maana tunazungumza na mchezaji na yeye amekiri kwamba mimi nabakia, kama kuna biashara we discuss itapofika June. Kwa nafikiri kwa hili halihitaji maneno mengi. Tumelifunga. Yanga itafungua mazungumzo ya biashara ya mchezaji yoyote kwenye klabu yetu itapofika mwisho wa msimu. Sio kuuza, ni kusikiliza hizo ofa. Zikiwa zina maslahi kwa club na kwa mchezaji, tutaruhusu mchezaji aende. Ikionekana mchezaji anatakiwa abakie, atabaki. Asitupangie mtu cha kufanya. Sisi wenyewe Yanga tuna malengo ya kudominate mpira wa Afrika. Kwa hiyo tunajua exactly nini tunataka tukipate kwenye safari yetu. Kwa hiyo hili nitaka nilitolee ufafanuzi huo ili wanachama wa Yanga wapate kulielewa na wawe na majibu ya kuwajibu watu wengine. Kwamba kwa nini bwana mpaka sasa hivi hamjafanya biashara? Sababu hizo nilizozieleza, na tumefungua milango, hatumzuii mtu sisi. Ikifika June tutasikiliza ofa, ikiwa ni ofa nzuri tutauza. Iwe ni Kibwana, iwe ni Yao, iwe ni nani, yoyote ambaye klabu itakuja kimtaka. Ukishakuwa klabu kubwa, wachezaji wakubwa, tegemea haya mambo, watu kuja kuulizia mchezaji wako. Ni vitu vya kawaida kwenye football.